Kufunguliwa kwa muhuri wa 4. Ufunuo 6 mstari wa 7 hadi wa 8 inasema, na alipofungua muhuri wa 4 nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Asante rafiki yetu mwema, tunakuja mbele zako sisi watoto wako. Tusamehe pale ambapo tumeenenda kinyume na mapenzi yako. Tunakuja mbele zako tukiomba kuweza kusikia sauti yako ikinena nasi kupitia somo hili. Nena nasi watoto wako tupo tayari kusikia sauti yako. Asante kwa kuwa umejibu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, tupo katika muhuri wa 4 ambao unapatikana katika kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 7 hadi wa 8. Mpendwa, rangi ya kijivu inawakilisha rangi mpauko ya maiti yaliyooza. Rangi ya farasi huyu ni ya ajabu sana. Neno la asili linaonyesha kuwa rangi ya farasi ni rangi ya kufifia. Hii mara nyingi inaonekana katika mimea iliyonyauka au yenye ugonjwa. Na maana ya farasi wa rangi ya kijivujivu, rangi hii ya kijivujivu ni kijani kilichofifia, ni ishara ya kifo, ni ishara ya uozo na hali ya kutisha. Tofauti na farasi wengine ambao tumekwisha kutangulia, ambao tuliona farasi mweupe ambaye anawakilisha ushindi wa Injili, tuliona farasi mwekundu ambaye anawakilisha vita na mateso, tukaona farasi mweusi ambaye anawakilisha njaa ya kiroho. Sasa farasi ambaye ana rangi ya kijivu katika muhuri huu wa 4 anawakilisha kifo cha kiroho na kimwili. Kwa mujibu wa SDA Bible Commentary, huu ni wakati ambapo uovu ulifikia kiwango cha juu sana. Katika muhuri huu wa 4 kiwango cha uovu kilifikia kwa kiwango kikubwa sana. Kanisa liliharibika sana kiroho, ukweli ulipotea, na matokeo yake ni mauti ya kiroho kwa wengi. Bado msikilizaji, jina la mpanda farasi ni Mauti. Wakati huo Kuzimu, mahali pa wafu, huambatana naye. Hivi viwili vinaruhusiwa kuangamiza watu kwa upanga, kwa njaa, kwa kifo na wanyama wakali kadi ya robo ya dunia. Na jina la Mauti na Kuzimu likafuata. Mauti inamaanisha kifo cha kimwili ambayo inawakilishwa na vita na njaa na magonjwa. Katika huu muhuri tumeona kwamba kuna vita, kuna njaa, kuna magonjwa. Haya yanatokea, yanaenda kuua watu. Lakini hii anaposema Mauti anawakilisha kifo cha kiroho ambayo inamaanisha kwamba unatengwa na Mungu. Mpendwa msikilizaji, Kuzimu linatokana na neno la Hades ambalo lina maana kwamba ni kaburi au mahali pa wafu. Inaonyesha kwamba watu wengi walikuwa wakifa na kuingia kaburini. Mpendwa msikilizaji, hii inaonyesha kipindi cha maangamizi makubwa. Hii inaonyesha uharibifu wa imani. Hii inaonyesha giza la kiroho duniani. Kipindi hiki ni wakati ambao upapa ulitawala bila kukemewa. Kipindi hiki ni kipindi ambapo upapa ulitawala bila kuzuiliwa. Kipindi hiki ni kipindi ambapo upapa ulitawala ukitesa watu wa Mungu. Hiki ni kipindi cha muhuri wa 4 ambacho kilianza takriban mwaka 538 baada ya Kristo na kuendelea hadi mwaka 1517 baada ya Kristo, wakati ambapo wana matengenezo walianza kazi yao ya kufunua upotovu wa mfumo wa kipapa. Muhuri wa 4, wapendwa, unaashiria tauni na mauti ambao inawakilisha njaa ya kiroho ya neno la Mungu kama matokeo ya kuikataa Injili na kusababisha mauti ya kiroho. Kuna njia 4 za mauti ambazo Biblia imeonyesha katika muhuri huu wa 4. Biblia inaonyesha watu walioangamizwa kwa upanga. Yaani kuna watu waliangamizwa kwa vita katika kipindi hiki. Kuna watu ambao waliangamizwa kwa njaa. Yaani maana yake ni kwamba kulikuwa na uhaba wa chakula ukasababisha watu wakafa. Kipindi hiki ni kipindi ambapo kuna watu ambao waliangamizwa kwa tauni, yaani magonjwa, na kuna watu ambao waliangamizwa kwa wanyama wa nchi. Kwa mujibu wa SDA Bible Commentary anasema hizi ni hukumu ambazo pia zinaonekana katika Agano la Kale. Unaweza kaangalia Ezekieli
14 mstari wa 21. Mpendwa msikilizaji, hii ni ishara ya adhabu za Mungu zinazoruhusiwa kutokana na uasi wa wanadamu. Na anaposema alipewa mamlaka iliyofanywa na mtu juu ya farasi wa rangi ya kufifia, ni upapa kwa robo ya dunia. Bila shaka walipewa kuweza kuua robo ya dunia. Kuna maanisha eneo ambalo mamlaka hii ya upapa ilikuwa na utawala na maneno upanga, njaa na mauti. Hii ni adhabu fulani inayosababisha kifo, kama kufichuliwa au kuteswa na wanyama wa dunia. Ni vielelezo vinavyoonyesha njia ambazo zimewaua mamilioni ya wafia dini. Habari njema ni kwamba nguvu ya kuzimu na mauti ni ndogo sana. Ndiyo maana imepewa mamlaka ndogo sana juu ya dunia, kama robo tu ya dunia ya kuweza kuua. Yesu anatuhakikishia kwamba anazo funguo za kuzimu na mauti haina nguvu tena. Haleluya! Hiyo unaweza kuipata vizuri katika Ufunuo 1 mstari wa 18. Bwana msikilizaji, matukio ya mihuri 7 huonesha hali ya wakati ujao. Kanisa kama ilivyokuwa kwa makanisa 7, mihuri inahusianishwa na makanisa 7 ya vipindi mbalimbali katika historia ya Ukristo. Katika nyakati za mitume, mpendwa, injili ilihubiriwa sana na kuenea ulimwenguni kote. Hii ilifuatiwa na kipindi cha mateso kwa himaya ya Kirumi tangu karne ya kwanza mwishoni hadi karne ya 4 mwishoni, kama inavyoonyeshwa katika muhuri wa 2 na muhuri wa 3, kuonyesha kipindi cha maridhiano ya karne ya 4 na 5, ambazo zilibainishwa kwa njaa ya kiroho ya kukosa Biblia na hiyo kusababisha zama za giza. Mpendwa msikilizaji, muhuri wa 4 huelezea kifo cha kiroho. Muhuri wa 4 unabainisha kwamba Ukristo wakati wa zama za giza ulikumbana na kifo cha kiroho. Huona mihuri kama hatua za historia ya kanisa. Hii ni kulingana na mwandishi mashuhuri ambaye anaitwa Uriah Smith katika kitabu chake cha Daniel Revelation. Mpendwa, ndani ya Kristo kuna uzima. Muhuri wa 4 unahusianishwa na kipindi cha giza kuu, yani Dark Ages, kilichoanza takriban karne ya 6, yani mwaka 538 baada ya Kristo hadi karne ya 16, yani mwaka 1517. Katika kipindi hiki ukweli wa Biblia ulifunikwa. Kulikuwa na mateso, kulikuwa na vita, kulikuwa na magonjwa kama Black Death. Watu wengi walikufa kimwili na kiroho. Ellen G. White anaelezea hali ya kipindi hiki katika kitabu chake cha The Great Controversy. Anasema katika kipindi cha giza kuu, Biblia ilifichwa na ujuzi wa Mungu ulipungua sana. Matokeo yake yalikuwa ni uharibifu wa kiroho na mateso makubwa. Maana yake ni kwamba ukosefu wa neno la Mungu ulisababisha kifo cha kiroho. Hali hii inaendana kabisa na farasi wa 4 wa rangi ya kijivu. Hapa tunafundishwa nini? Hapa kuna fundisho muhimu la kiroho. Ufunuo 6 mstari wa 7 hadi 8 unatufundisha kuachana na Mungu unaleta kifo cha kiroho. Kuachana na Mungu unaleta mateso ya kimwili. Neno la Mungu ni muhimu kwa uzima. Historia inaonyesha kwamba matokeo ya kuacha ukweli unasababisha kifo. Muhuri wa 4 unaonyesha kilele cha uharibifu wa kiroho, unaonyesha kuenea kwa kifo duniani, unaonyesha matokeo ya wanadamu ya kumwacha Mungu. Ni onyo kali kwamba bila Kristo kuna kifo. Asante rafiki yetu mwema, tumeshagundua bila wewe tutapata kifo cha milele. Tusaidie sisi tuweze kukua kiroho, tusidumae kiroho, tukue kiroho. Bila wewe sisi hatuwezi kukua kiroho. Tusaidie sasa ili tuweze kufanikiwa kupitia kusoma neno lako na kuliishi na kulitii na kugundua madanganyo ya shetani na kukuangalia wewe kwa imani, tukiamini kwamba wewe unao uwezo wa kutusaidia tutaweza kupata uzima wa milele. Hatutaki kupata kifo cha kiroho. Asante kwa kuwa unatupigania na umejibu maombi haya, na tunaamini kwamba unatuongoza na kutulinda kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen.
ina